Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya asubuhi njema aliyotupa kama zawadi. Na tuombe. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya siku njema ambayo Mungu umetupa kama zawadi katikati ya maisha yetu. Tunaliadhimisha jina lako lenye nguvu na mamlaka, na tunakualika tena Bwana, tunapotafakari kwa kifupi neno lako likapate nafasi katika mioyo yetu. Katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu tunaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno la Mungu ambalo litatuongoza asubuhi ya leo ni kutoka kitabu cha Mithali sura ya 15 mstari wa 17. Na neno la Bwana linasema, chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona pamoja na kuchukiana. Ndugu zangu wapendwa, tunaendelea na kichwa cha somo kinachosema fahamu namna ya kufungulia baraka katika maisha yako. Na kwa kipengele ambacho kimebakia kwa siku ya leo, tunazungumza baraka za maisha ya kawaida, yaani baraka za mwilini. Baraka za mwilini ni mafanikio ya maisha ya kawaida ya mwilini. Soma katika waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, anasema, penzi, naomba ufanikiwe na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo au ibarikiwavyo. Baraka hizi huwa zinatawala maeneo mbalimbali katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Kwa mfano, inatawala katika mashamba, inatawala katika mifugo, inatawala katika biashara, inatawala katika chombo cha kukandia unga. Amina. Mbinu za kufungulia baraka katika maisha yako. Kuna mbinu mbalimbali za kufungulia baraka katika maisha zetu au maisha yetu kama wanadamu. Mbinu ya kwanza tunasema muamini Mungu pamoja na ahadi zake zote alizokuahidi. Muamini Mungu pamoja na ahadi zake zote alizokuahidi. Kusoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 4, anasema, Bwana akamuonyesha nyota, akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Ibrahimu alionyeshwa nyota za mbinguni. Bwana akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wa Ibrahimu. Na baada ya Ibrahimu kupata ujumbe huo Ibrahimu akaamini ahadi hizo ambazo Bwana ameachilia juu yake. Na katika kuamini, Bwana akawachilia baraka kwake, kwamba kama ambavyo huwezi kuhesabu nyota za mbinguni, ndivyo ambavyo uzao wako utakavyokuwa. Bwana asifiwe. Kusoma katika Injili ya Marko 11 mstari wa 20 hadi 24, sema, yeyote muombayo katika sala, aminini ya kuwa yamekuwa yenu. Aminini ya kuwa yamekuwa yenu. Kwa hiyo tunapomwamini Mungu pamoja na ahadi zake zote alizoahidi katikati ya maisha yetu, baraka za Mungu zinakuja juu ya maisha yetu. Jambo la pili, pointi ya pili, namna ya kufungulia baraka katika maisha yako. Jifunze kushirikiana na watumishi wa Mungu katika kazi ya Mungu. Watie moyo, wawezeshe, waombee. Tunakutana na kisa cha yule mjane wa Sarepta katika Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 8 hadi wa 16. Mjane huyo wa Sarepta alipokea hitaji la mtumishi wa Mungu Elia. Baada ya kupokea hitaji la mtumishi wa Mungu Elia, Biblia inasema
baraka za Mungu zilikuja juu yake. Yaani lile pipa la unga halikupungua na ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana kupitia kinywa cha mtumishi wake. Kwa hiyo kwa kule kuonyesha ushirika wake na Eliya wa kusikiliza ile sauti ya Mungu ambayo imesema juu yake kupitia mtumishi wa Mungu Eliya, baraka za Mungu zilikuja juu ya familia yake kwa muda wa miaka 3. Tunaambiwa lile pipa la unga halikuisha na ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana. Haleluya. Pointi ya 3, mtegemee Mungu kwa 100%. Maana yake usiwe na michanganyo. Kisoma katika Yeremia 17:7 anasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Mungu. Mstari wa 8 akasema, wala hataacha kuzaa matunda. Wala hataacha kuzaa matunda, yaani wala hataacha kubarikiwa. Unapomtegemea Mungu katikati ya maisha yako, baraka za Mungu zinakuja juu ya maisha yako. Zaburi ya 1 mstari wa 1, heri mtu yule anayemtegemea Bwana, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Anafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao unazaa matunda yake kwa majira yake. Kwa hiyo unapomtegemea Mungu katikati ya maisha yako, baraka za Mungu zinakuja juu yako na unaendelea kustawi kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Sema amina. Pointi ya 4, epuka kuwa mtu wa manung'uniko. Epuka kuwa mtu wa manung'uniko. Manung'uniko huzuia baraka au huzuia mafanikio ya mtu. Manung'uniko huzuia baraka au manung'uniko huzuia mafanikio ya mtu. Hesabu 21 mstari wa 4 hadi wa 9. Wana wa Israeli wanamnung'unikia Mungu na Musa kwa sababu ya chakula na maji. Wakamnung'unikia Bwana. Bwana akatuma nyoka wa moto, wakawauma watu wengi wakafa. Manung'uniko ni malalamiko au maneno ya lawama. Maneno ya lawama yanazuia baraka za Mungu katikati ya maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, tunakumbushwa kwamba tusifanye au usifanye jambo lolote ukinung'unika, maana manung'uniko hufunga mlango wa baraka katika maisha yako. Mungu atusaidie sana. Jambo la 5, chunga maneno ya watu yasikukatishe tamaa ya mafanikio yako. Chunga maneno ya watu yasikukatishe tamaa ya mafanikio yako. Utasikia watu wanasema siku hizi anaringa, hata hasalimii. Lakini mwache tu, maana hatafika mahali. Usisikilize maneno ya watu. Endelea kuwajibika. Endelea kutunza kile ambacho Mungu ameahidi juu ya maisha yako. Fanya kazi zako kwa bidii. Jibidiishe. Anasema katika Mithali 12:11, alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali afuataye mambo ya upuuzi hana ufahamu. Unapowajibika, unapojituma, unapokaacha kusikiliza maneno ya wenye kukatisha tamaa, ninaamini baraka za Mungu moja kwa moja zitakuja juu ya maisha yako. Kwa hiyo Mungu atusaidie ili tusiwe watu wa kukatishwa tamaa na wanavyosema, bali tumtazame Mungu aliyetuweka na kutuweka katika ulimwengu huu. Tujiwajibike, tufanye kazi na tumtumaini yeye aliyetuita katika kazi hii. Na tuombe. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako ambalo tumesikia. Tunaomba baraka na amani
maisha yetu daima. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba. Amina.